seek my Lord. Kwa sauti yako mwabudu Bwana asubuhi ya leo. Oh, we give you glory, Lord. We give you honor. We praise your name. You're great. You never change. You are the Lord, unlikened, mighty one of Israel. Oh, we worship you. Labahida ziakaba kadi abazukata. We thank you for the day, Lord. Thank you for this Friday. You've been on our side from the beginning of the week, Lord, to the end of it. You've been on our side. We worship you. We thank you. Amika liatusa kahana badusa kata yahuka hipa liti agada yahula sandi mazukata na malugaba ugubi timilisa magada oyalapada. This far we see you, Ebenezer. We say you are Ebenezer. You are God. You've been on our side. Oh, maleta digila lula liya lagama yagubu vitabezi yakanama aluzi hiti bika pakata. I exalted. You are I lifted up. I above powers. I above rulers of darkness. We lift your name on high. We give glory and honor to you. You alone is our God. You alone is our cornerstone. You alone is our fortress. We give you glory. We give you honor. We praise you. In you we live. In you we move. In you we have our being. In you we have our victory. We thank you for this day. We commit to your hand. We praise your big blessing to each one of us. We enjoy the day to bring blessing in the mighty Jesus Christ. I declare none of the scheme of the enemy shall materialize, but your perfect will shall stand in the mighty name of Jesus Christ. We frustrate every agenda of the enemy. We frustrate every scheme of the enemy. I command every tongue be broken. Let me snap the one be broken. Let be black as they come to an end. In the name of Jesus Christ. Yozoko pohola tida nene yozoko pote patadiana gada yonosa tipa kadagada yoko patiane besetelele. In the mighty name of Jesus Christ, I declare blessing of the Lord. I declare the favor of God shall be our portion continually. Shall be our portion continually. In the name of Jesus, I declare we shall excel in businesses. We shall excel in the careers. We will excel in whatever we do. This day shall be great. This day shall bring forth good tidings. This day shall be a blessing to each one of us. This day shall bless everybody that have the anointing on my voice. In the mighty name of Jesus Christ, I trust everyone living. It will not cut this evil man. It will cut the word of God. I am trusting it to cut the word. We have declared it to bring blessing to each one of us. I command every door to open. Doors of finance to swing open. Doors of our partners to swing open. Whatever barrier, whatever wall, we command to fall. In the mighty name of Jesus, none of our blessing will be delayed. None of our contracts will be withheld. In the mighty name of Jesus, I understood the spirit of delay. I understood the spirit of procrastination. In the mighty name of Jesus Christ. None of the good promise of the Lord for this day shall fail, for this month shall fail, for this year shall fail. I pray for the month shall be great. I pray for every day of the month. It shall be a blessing. It shall be a blessing. We shall walk through open door. Every day of this year be a day of blessing. I pray, King of glory, none of the days shall be a day of evil. It shall be a day of blessing. Every Monday, every Tuesday, every Friday, every Saturday, every Wednesday, every Sunday, every Saturday, every Thursday shall be a blessing. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Commando soko poko pianadega. I command every man shall bring forth good tidings. The poor shall be great. March shall be great. Every name shall be great. July, August shall be great. September, October shall be great. November, December shall be great. In the mighty name of Jesus Christ. I pray that shall
shall be sick. I pray none shall be weak. I pray none shall be feeble. In the name of Jesus Christ, we shall rise from one level to the next. I declare abundance. I declare expansion. We will not be few. We shall be multiplied. We shall be glorified. We will never be small. We shall be greater. Career-wise, we shall be great. We shall work stronger in the court. We shall work stronger in the business. We shall work so economically in the name of Jesus Christ. The forces that stop men, it will never stop us. It will never stop any one of us. Let faith be built. Let the word of God lead men from one level to the next. I am 27 nations. The 7 nations, we shall break through them. We shall leap over every wall. We shall break every troop. We shall leap and echo Zika Nagadaya. Yokopa Dianesa Tomala. We shall learn of every troop. In the name of Jesus Christ, every opposition we will have. In the mighty name of Jesus Christ. You are God who goes ahead of us. We give you glory. We give you honor. I pray, teach us, Lord, to meditate on your word. Teach us, Lord God, to keep the book of the law in our mouth continually, to study continually, to God meditate, to substitute and see the blessing of the Lord. I worship you. I give you glory. Thank you for your us. Thank you for this time. Oh, be lifted on high. I pray, King of glory, as I share your word, ask for your nation and anointing. Use me as your vessel, Lord. Let come the power to transform lives, to check destinies, to open doors, to heal the sick. In the name of Jesus, I worship you and I love you. I honor you, Lord. Bless every one of us. You are faithful. You are great. You are likened. I thank you for the signs of heaven shall be great. Lanchawa will be great. Kesha will be great. Tanis on the wood shall be great. They shall be mega. None who's supposed to be shall be eaten by the enemy. I command their doors open in advance. I thank you for this hand. Receive all the glory. Receive all the honor. We worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. In Jesus' mighty name, we pray. Somebody say amen. Amen. Glory to God. And God is able. 1, 2, 3, go. And God is able to make all grace abound towards me, that I always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Amen and amen. Glory to God. I want us to honor the grace of God upon our parents, Papa Wilfred Lai, Mama Rita Lai, tuweke makofi yetu. Hatutachoka kufurahia wazazi ambao Bwana ametutea. Amen. Tuko hapa sababu walitii wito wa Bwana na wakati hata zaidi tukafunguliwa, ndio maana tuko hapa kwa leo na hatutachoka kumwambia Bwana asante. Amen. Na wewe ambao umefika, wewe mtu wa maana sana, unaenda pale hautazuilika. Huu mwaka utakuwa mwaka mkubwa kwa maisha yako. Pigia Bwana makofi kwa ajili ya jirani. Sisi hatuko kwa wale ambao wanasita. Sisi ni wa kupression mpaka tuone Bwana akitenda. Haya majira si majira ya kulala. Mtu akilala mwanzo inakuwa pale anaoenda akaona kibarua kigumu kwa mwaka, lakini ni majira ya kuweka misingi ambayo ni ya sawa, ndio muone Bwana kwa njia ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa Bwana, wabariki, wapigie makofi mazuri. Amen. Hapo utafute mahali pazuri ukishiki neno la Bwana. Thank you, Lord Jesus. Psalm chapter 1 verse 1. Blessed is the man that walks not in the counsel of ungodly, nor stands on the ways of sinners, nor sits the seats of scornful, but his delight is in the law of the Lord. In the law he does meditate on it day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters,
that brings forth its fruit in its season. Its leaf also shall not wither, and whatever it does shall prosper. Nataka tusome Joshua chapter 21 verse 42, verse 43. And the Lord gave unto Israel all the land which he swore to give unto their fathers, and they possessed it, and they dwelt therein. And the Lord gave them rest all around, according to all that he swore unto their fathers, and there stood not a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hand. There failed none out of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Then verse 22, chapter 22, verse 8. And he spoke unto them, saying, return. 23, verse 9. And the Lord has driven out from before you great nation and strong, but as for you, no man has been able to stand before you unto this day. One man of you shall chase 1,000, for the Lord your God is for the Lord your God, he it is that fights for you, as he has promised you. May the Lord bless the reading of his word. Bwana abariki somo la neno lake. Tumekuwa tukiongea kuhusu kuishi kulingana na neno. Na Joshua chapter 1, our main verse inasema, this book of the law shall not depart of your mouth. Ile living inasema, you shall study this book of law continually. Na inasema utaisoma mfululizo, isitoke kwa kinywa chako, mchana na usiku utaitafakari. Hiyo ni neno la Bwana. Kitabu cha Book of the Law ni neno la Bwana. Anasema tuitafakari mchana na usiku, kwa maana that you may observe to do. Unatafakari ili to observe to do according to all that is written on it. Na anasema kupitia kumeditate, inakaa kwa kinywa chetu kimchana na usiku, isitoke kwa kinywa, yaani ni chakula. The word of God is food. Na kwa hivyo kama iko kwa kinywa kila wakati, ndio unaisema, ndio unaikula, ndio unaimeditate, ndio unaisema, you observe to do according to what is written on it. Anasema then kutoka pale utafanya njia zako ziwe za kufanikiwa, na utakuwa kustawi sana. Na maandiko nataka niongelee kitu kidogo kuhusu kumeditate ama kutafakari. Kutafakari vile wapendwa wanatafakari neno la Bwana, si ile kukaa tu nafikiria. Hiyo ni part of it, but the main ni kuchukua hiyo neno na unaisoma na unaisema. Yaani si kumeditate silent, ni kumeditate kuisoma. Kwa hivyo kila wakati kama utaona neno ikikufanyia kazi, ni hiyo mstari unaochukua na unaosoma, si kusoma na mind. Baada ya kusoma silently, isome kabisa, useme blessed is the man that walks not in the counsel of ungodly. When you say it, hiyo unasema isitoke kwa kinywa chako, si kwa akili. Wakati unaisema unapewa uwezo wa kutimia. Wakati unasema kitu akili yako inaabsorb, na baada ya akili kupokea, as you confess it, confession brings possession. As you confess, you download it to your heart, and when it's downloaded into your heart, it becomes something else. Inakaa kwa moyo wako, na wakati imeingia inaumba kitu inaitwa imani. Ikiumba imani, kile kitu ambacho umeamini. Sikia, hata kama uamini jambo, ukisema na uiseme tena na uiseme tena, imani inaupika. Why? Faith comes by hearing, and by hearing by the word of God. Amen. Mtu mmoja nilisikia walitaka kujaribu kitu na alikuwa sawa. Unakaa kwa mgonjwa, akasema mimi niko sawa. Mwingine akakuja akamwambia the same, akasema niko sawa. Watatu walipomwambia walipojeka. Sababu wakati anasikia kuna kitu imeumbika, sababu walitaka kujaribu hiki. Wakati umeanza kuongea kitu, hata kama uamini, hata kama nafsi yako inashaka, as you continue
kuna kitu inaumbika. Acha nikuonyeshe mfano mwingine. Mambo mengine sio tumie TV. Unaweza ukafungua hata kitu kama utaki. Hiyo program kuja kila wakati. Siku moja unasema na acha nione ni nini hii program wanataka. Sababu kila wakati inakusumbua. Na at the end utaangalia uone ni nini kwa pale. Hata kama ulikuta. So ile consistency, confession on daily basis au isemi sababu umesahau. Unaisema kwa sababu unaiamini mpaka iumpike ianze kufanya kazi. Sema amen. Na kwa hivyo tunaambiwa amebarikiwa mtu ambaye atembea kwa njia what's not in the counsel of ungodly. Asiyetembea kwa shauri ya wale ambao si wacha Mungu ama ya wenye dhambi. Atembee wala asimami kwa njia za wale ambao ni wenye dhambi. Wala aketi kwa vikao vya wale ambao ni wa mizaa. Huyo mtu tunaambiwa amebarikiwa. Na tunaambiwa kwamba is delight ama sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake anaitafakari mchana na usiku. Huyu mtu anapendezwa na sheria ya Bwana na anameditate kama Joshua mchana na usiku. Na tunaambiwa huyu mtu sababu amebarikiwa vile anafananishwa na mti ambao umepandwa kati ya maji yenye mto. Yaani ile maji ambayo kauki, huyo mti haukauki hata wakati wa kiangazi. Huo mti haujuani kama ni kiangazi, lakini unazaa matunda kwa kila season yake. Ikifika kuna matunda. Ukitafakari neno la Bwana unakaa kama mti ambao umepandwa kwa maji, au utakauka hata siku moja. Ukitafakari mchana na usiku ni maji. Neno la Bwana linafananishwa na maji. Anasema kama mvua vile inanyesha, hivyo ndivyo neno la Bwana, na irudi bure. Inapeana, ikinyesha inapea chakula na inapea na maji. Na anasema na hivyo neno la Bwana likija halitarudi bure. Kwa hivyo neno la Bwana likija sawa inakaa kama mti ambao umepandwa kando ya maji. Hata majira ya ukame haitakauka. Naomba Bwana atatusaidia na anasaidia tutafakari neno lake mchana na usiku. Iwe ndio wimbo wetu. Iwe ndio kila kitu chetu, na tuone tufananishwe na huo mti ambao unakaa kando ya mito yenye maji, ambao hata majani yake na kuombea hata wengine wakisema liko vipi, wewe utakuwa unasema na mjua Bwana. Najua neno la Bwana linasema nini. Mimi nitafananishwa na mti, inakuwa ndio wimbo wako. Ukienda kazini unamwambia Bwana, mimi kama vile mti ambao umepandwa kando ya maji au kauki, mimi ndivyo nilivyo. Ninatafakari neno la Bwana. Mimi ninafananishwa na mti ambao umepandwa kando ya mito yenye maji. Inakuwa ndio unatafakari ukienda. Usianze kutafakari mambo ambayo hayana maana, mambo ambayo yale yanatendeka negative, ndio inapea watu depression, stress. Lakini ukianza kutafakari neno la Bwana, unamwambia Bwana, hata kama iko hivi na neno la Bwana nasemaje kuhusiana, unaanza kuitafakari na kuisema na kuiomba back to God, inaleta matunda mazuri. Amen. Na so maandiko yanasema Joshua akaambiwa hiki kitabu kisitoke kwa kinywa chako, meditate on it day and night. Kwa maana ushindi wako umefungiwa pale kutafakari hiki kitabu. Wakati sikia anamwambia kwa lugha nyingine, hili neno la Bwana isitoke kwa kinywa chako. Anamwambia baada ya kutafakari, anamwambia kama vile nilikuwa na Musa ndivyo nitakuwa na wewe. No man shall be able to stand before you. Anamwambia hakuna mwanadamu atasimama mbele yako mradi una meditate kitabu. Anamwambia hii ndio silaha, ndio bunduki nimekupea. Hakuna taifa itasimama mbele yako. Only be strong and very courageous. Mambo matatu. Now meditate on the word. Kwa maana wakati anatafakari which word? Kwamba ninaenda vita, lakini wakati naenda najua no man shall be able to stand before me all the days of my life. Kwa hivyo anaenda Jericho, anaenda kwa vita, lakini ana neno hapo linasema no man shall be able to stand before me. Na kuombea hata wewe ukienda kila mahali ambapo unaenda utakuwa na neno hapo unatafakari. Na ndio hii kazi maandiko nasema kwamba inasema nini?
Na ndio hii biashara inasemaje maandiko hapo unaenda nayo kwamba nimebarikiwa nikitoka nikirudi. Kwa hivyo mahali ambapo naenda Bwana ni baraka itanifuata. Usiende na mwili. Enda ukiwa na neno ambalo inapaka pure steps. Amen. Tafuta neno mstari ule ambao Bwana ameweka ndani yako. Hata ukiamka usikie Mungu amedrop word. Hiyo hata kama uelewe ndio utafute usome. Sikia, maandiko yanasema study continually. Amen. Hiyo inakwambia baada ya kusikia hapa unakuja una nakili unaandika kwa. Ndio ukirudi at your own time pia na wewe unasoma zaidi. Usiseme ile unatosomea unatosha. Go beyond at your own time. Tafuta hata mwingine zaidi. Amen. As you meditate, as you read, sio unakuread na kustudy. Kuread ni kusoma kama novel. Lakini as you study unatafuta ile topic ambayo inaongelea kile ambacho unatafuta. Na unaitafuta kwa upana. Mpaka unapata. Na ukipata unaanza kutafakari maandiko baada ya mengine. Na as you do that, jua kuna wakati Mungu aliweka kitu ndani yao. Ni ilikuwa hii wimbo mwaminifu Bwana. Na so kila wakati nikitoka nikienda kama nafanya biashara namwambia mwaminifu Bwana. Na nikienda napata kila hata hali ikiwa haieleweki na mkumbusha Bwana mwaminifu. Hii kazi nisijatoka nirudi. Umwaminifu kile nafanya. Hata kama stoko ikai haina uwezo umwaminifu kile niko nacho ndicho kitafanyika. Na wewe ukiwepo utaangalia sababu useme ni mwezi sijui wapi stoko yangu ikai ile ambacho uko nacho ndicho Bwana amekupea ndicho atatumia. Bwana angalia standard lakini standard nzuri kama uko chini unainuka kwa imani na kama uko nayo uko sawa pia unaweka imani pale inafanya kazi zaidi. Amen. Na kwa hivyo Joshua anaambiwa hiki kitabu amepewa hii maandiko ndio silaha yake itamshindania vita zote. Ndio silaha ambayo itapiga. Unajua hii maandiko hii neno la Bwana linasuluhisha mambo yote imani. Na kwa hivyo sababu ndio inampigania vita zote ndio itafungua ni master key. Itafungua milango yote. Anaambiwa tafakari mchana na usiku. Na kwa hivyo maandiko yanatuambia hivi kwa wakati anaambiwa hakuna mtu ambaye atasimama mbele yako. Mungu anamaanisha kwamba neno lako ni hakika. It is yes and amen. Haitafeli. Yaani kile ambacho nimesema usiwe na shaka. Na hivyo ndivyo anatuambia leo. Kwamba hata tuacha, hata tupungukia. Vile alimwambia Joshua. Kwamba vile nilikuwa na Musa nitakuwa na wewe. Na hakuna mtu ambaye atasimama mbele yako. Kwa hivyo hata akienda anajua Bwana yuko na mimi. Hata niacha hata nipungukia na hakuna mtu ambaye atasimama mbele yako. Na maandiko yanatuambia hivi kwamba Joshua anamalizia chapter kwa kusema hivi. Hata nikuonyeshe kitu anasema chapter 24 and verse 9 and 10. Say 24. Let me be sure. Oh Jesus. Verse 24, chapter 24 verse 11 anasema you went over Jordan and came into Jericho and men of Jericho fought against you. Wajua tukisoma Jericho huwa tunasema ukuta ukaanguka na kila mtu akaingia, lakini hawakuingia tu, waliingia wakapatana vita. Men of Jericho fought them. Lakini Joshua anasema hata wakati ambao waliwapiga hao ambao ni the Amorites number 1, Perizzites number 2, Canaanites 3, Hittites 4, Gileadites 5, Evites 6, and Jebusites 7, and I delivered them unto your hands. Mataifa 7 wakasimama kupigana naye. Lakini anasema hata wakikusanyika wengi, niko na neno kwamba niko na moja hapana ni backup. Amesema hata niacha hata nipungukia na wote akawashinda. Na mimi nakuombea Bwana atakuwa ndani yako, atakuongoza hata wakija mataifa 7 utayashinda yote. Hata mambo 7 yakiunganika forces you shall scatter them. Wakija kwa njia moja watatawanyika kwa njia 7. Kwa maana uko na neno la Bwana anasema wakija kwa njia moja hiyo inakuwa ni mpo wako.
kwamba hata wachawi wakiungana kunizamisha watakuwa wanakuja kwa njia moja, lakini hatima yao ni kutawanyika kwa njia saba. Utajua na wasiwasi na watu ambao wamekaa wamesema watakuangusha. Utasema na mjua kile Bwana amesema kuhusu. Na unaenda mbele za Bwana, unaomba hiyo neno, unatangaza kulingana na neno la Bwana itimie, na Mungu anafuatilia neno lake, anatimiza. Na kwa hivyo anasema mataifa saba alipoenda Yeriko, akawafukuza wakawashinda, na anaendelea kusema and I sent on it before them, before you. Angalia hii ni muhimu sana. Which drove them out of before you, even the two kings. Anasema nilituma utisho mbele yako, sababu amemeditate neno la Bwana, apigani na upanga. Bwana anatuma utisho, mataifa yanawakimbia. Anatuma utisho, wengine wanachanganyikiwa, wanapiga. Anatuma utisho, wanawatoroka, kwa maana amemeditate neno. Wakati as you meditate na unaamini neno, utasema kama umebali sijui utenda, yaani utaki kujua vile anatenda, lakini unaamini kile Bwana amesema. Ni kweli mwaka uko hivi, lakini Bwana, huu ni mwaka wangu wa kubarikiwa, it will be nothing less. Na unaenda na hiyo neno, unamwambia Bwana, siku ya leo ni siku njema, nitakuona, nitaona baraka. Hata kama siku au unaitangazia vile itakuwa, kwa maana Bwana amekupa. Neno la Bwana is creative, iko na uwezo wa kumpa. Na wakati umekuja morning glory, umekuja na pia uombe, na baada ya kuabudu utangazie siku mwelekeo. Maandiko nasema akamwambia Adam, name the animals, aone vile atawapea majina, na kile ambacho aliwapea majina ikawa, sababu Mungu amekupea nature yake ili kile utatangaza kikue. Wakati mwingine unangojea na Mungu anangojea utangaze, athibitishe. Kwa hivyo kitu hivyo utakuja na unatangaza kile ambacho unaona your day, hivi itakuwa na mwezi na mwaka as well. Amen. Na kwa hivyo anasema alituma utisho kwa wengine hakupigana. Alituma utisho kwa sababu huyu mtu ako na neno. Neno yenyewe linawapa miracles, sababu ameamini imekuwa ni force vile Mungu ataitumia. Sasa ni kuonyesha jambo. Wakati ambao umeamini neno na umeomba back to God, ni sawa na ule mtoto amekuja, dad, nataka kitabu. Hataki kujua pesa utatoa wapi, hataki kujua na wewe ndio unajua. Na wakati umekuwa hivyo mbele za Bwana, hautaki kujua Mungu anatumia njia gani, na anaweza akatumia heri, sababu he is unlimited. Amen. Na so anasema kwa wengine kama waliwatumia utisho, mataifa ambao walikuwa na uwezo kumuliko aliwaondosha kwa sababu ya kutafakari neno. Na anaendelea kusema jambo hapa, anasema jambo moja kwamba now therefore, anasema and I have given you land which you did not labor, na nimepewa ardhi ambayo amukui tabikia, and the cities which you build not, na miji ambayo Munguijenga ili muishi pale. Na anasema nikawapa mizabibu ambayo Munguipanda ili muikule, na kuombea Bwana atakupa ardhi ambayo atakupa jambo ambalo you have not toiled for it. Neema ikakupea kitu ambacho kwa uwezo wako huwezi ukaifikia, ikakupea beyond your qualification. Bwana, ukitafakari neno lake likafungue milango ambao ni mikuu kwa maisha yako, ile ambao ulikojea miaka mingi na ikakaa iwezekana. Naomba hii 2026 itafunguka kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nikuonyeshe, nimalizie hapa. Maandiko nasema hivi, chapter 21, kwamba Mungu ni mwaminifu. Kile unahitaji kujua kwamba inasema mambo machache. And the Lord, verse 43, chapter 21:43, and the Lord gave unto Israel all the land which he swore to give unto their fathers. Akawapa nchi yote ama ardhi yote ambayo alikuwa amewapa, number 1. And they possessed it, number 2. Number 3, and they dwelt in there. I pray this year, the Lord will give you every good promise. You shall possess it and you shall dwell on it. Na nasema and he gave them the rest all around.
Naomba Bwana akakupe pumziko na shida za giza, pumziko na tawala za kuzimu, pumziko kutokana na magonjwa, akakupe pumziko kutokana na mateso, akakupe pumziko mwaka huu kutokana na shida, akakupe pumziko kutokana na umasikini. Bwana akakupe pumziko all round. Anaweza aliwapa taifa nzima pumziko baada ya kutembea miaka 40 jangwani. Bwana akawaambia kila kitu iko na mwisho, akawapa pumziko. Sijui ni mambo gani amekupeleka mbio miaka mingi. Naomba huu mwaka Bwana akalete pumziko kwa maisha yako. Amen. Anasema hakuna, inamalizia kwa kusema kwamba hivi and the Lord gave them this lesson according to what he saw, kulingana vile alikuwa anawapia baba zao. Na anasema there stood not a man, hakuna mtu ambaye alisimama mbele yao, of all their enemies before them, none of nasema and there stood none of the men of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies in their hands. Na kuambia kwamba hakuna adui, hakuna mtu hata mmoja atasimama mbele yako kulingana na Bwana. Wakisimama wataanguka kwa jina la Yesu Kristo. Huu mwaka utatembea kwa ushindi wa ajabu. Oh yes. Verse 45 inasema their faith not out of any good thing which the Lord has spoken unto the house of Israel, all came to pass. Hakuna hata jambo moja nzuri ambalo lilifeli ila yote ambayo aliwakuwa anawanenea. Inasema it all came to pass. Sikia, maandiko inasema hivi, hiyo yote ilifanyika sababu ule ufunguo alibeba maana kwamba courageous and of good cheer. Na number 2 ikaomba imani, na number 3 meditation of the word. And the spirit of boldness very strong. Na kwa hivyo sababu amebeba hayo mambo kadhaa, na hakuna jambo ambalo alikutimia. Sikia, mengine huenda yakawa yamekawia, lakini huu mwaka yatatimia kwa maisha yako. Hakuna jambo nzuri Bwana amekuahidi ambalo alitafanyika kwa maisha yako. Kitu unahitaji ni kuwa na imani. Kitu unahitaji ni kuwa na imani ambayo ni strong. Nimekuja kukuambia kuwa na imani ambayo ni dhabiti ya kile Bwana amesema, na kwa maisha yako atatimia. Hata kama ni neno lilikaa miaka na miaka, kuwa na imani ambayo ni dhabiti, kwa maana Bwana atalitenda. Huenda ikawa imekaa, lakini huu ni mwaka wa mambo ambayo yamekaa kutimia kwa maisha yako. Anasema none of any good promise failed, all came to pass. Imani ndio ambacho Bwana anahitaji. Nasema without faith it is impossible please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Bila imani haiwezekani. Kama haiwezekani inamaanisha hatuwezi tukatembea na Bwana. Lakini kama mtu atatembea na Mungu, those who come to God, those who walk with God, wale ambao wanaokoka na wanaingia kwa ufalme wa mbingu, wanafanyika walokole kama mimi na wewe. Inasema must believe, must have faith that he is, that God is and he is a rewarder, kwamba yupo yeye na those who diligently seek him, wale ambao wanamtafuta kwa bidii. How do you seek God diligently? Unamtafuta kwa maombi asubuhi na mapema, kwa kesha. Unamtafuta kwa neno lake, unamtafuta kwa kulitafakari neno lake. Amen. Na njia zingine nyingi kwa matoleo, kila kitu, every truth you know, you seek God in that area. Na anasema he is a rewarder of those who seek him, not only seek him but seek him diligently. Not casually, about with diligence. Those who seek God with diligence. Naomba Bwana atakupea diligence in seeking him. Atakupea diligence na imani yako itakuwa dhabiti mwaka mpaka umuone Bwana kwa njia ya ajabu. Tufunge macho tuombe. Baba na kushukuru. Naomba neno lako likazae matunda kwa kila mmoja wetu. Hata pasiwe any good promise shall fail to us this year. Whatever Lord God will put in our spirit, whatever you shall speak through your word, whatever Lord you shall speak to anyone who is spoken, let it come to pass and we shall glorify your name. You are faithful, you are great. I pray this day shall be great. I pray you shall bless each one of us.
be lifted on high, be glorified. In Jesus' name we pray and believe. Sema amen. Ningependa uchukue sadaka yako nzuri, tumwabudu Bwana. Kama unalipa na M-Pesa 991070 ndio paybill, account ni to Nyali West. Na Bwana akubariki. Inua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, upokee sifa zote na utukufu. Bariki kila mmoja wetu, pasiwa hapata kuwa masikini, pasiwa hapata pungukiwa. Uinue Bwana, upanue mpaka yetu kwa jina la Yesu Kristo Bwana kwa Amen. Kama kuna fungu la 10 special seed utaleta